Wapendwa wasikilizaji, ningependa kuchukua fursa hii kuweza kuwasalimu katika jina safi lenye nguvu, uwezo na mamlaka la Yesu Kristo. Jina ambalo ni la kipekee, jina ambalo likiitwa mambo unabadilika, jina ambalo limevuniwa sana na wanadamu katika ulimwengu huu. Kwa hivyo yoyote ambaye anatutazama, ningependa kuweza kumkaribisha kwa njia ambayo ni ya kipekee, maana Mungu amekuwa mwema, ametujalia na kipaji ambacho ni cha uhai, kipaji cha afya na hata cha uzima ndani ya Yesu Kristo. Mtazamaji, ningependa kukwambia ya kwamba Mungu ana mpango mzuri na maisha ambayo unayapitia. Mungu anakujali, ndo akaeza kukuruhusu na kukuumba ukaeze kupatikana katika wakati huu na fursa hii ambayo umeeza kuipata. Ningependa ukaeze kuitumia vizuri ili kuweza kumkaribisha katika maisha yako, kumkaribisha katika moyo wako, akaanze kutawala. Kwa hivyo kabla nikaeze kuanza, ningependa pia kuchukua fursa hii kuweza kuwakaribisha wote ambao wanaeza kutazama. Natumai ya kwamba neno la Mungu litaeza kupata nafasi ambayo ni ya kipekee, nafasi ambayo itakuwa ni ya kuweza kukujenga wewe katika hali ambayo unaeza kupitia. Ningependa tukaeze kupata maombi, alafu tukaingie katika lengo ambalo Mungu alikusudia tukaeze kujifunza siku ya leo. Kwa majina najulikana kama Elda Magana kutoka Ruiru Central. Kwa hivyo ningependa tukaeze kuomba. Wacha tukaeze kuomba. Baba uliye juu mbinguni, jina lako likaeze kutukuzwa. Zungumza na sisi, zungumza na mtazamaji wetu, zungumza hata na msikizaji wetu. Naomba ya kwamba ukaeze kuyabadili maisha hali na hata chochote ambacho pengine msikilizaji na mtazamaji angependa ukaeze kuweza kukibadilisha katika maisha yake. Anza na sisi na maliza na sisi, na ili ndo ombi letu kupitia jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Ningependa kuweza kuchukua fursa hii kuweza kukaribisha kwa njia ambayo ni ya kipekee. Tuende katika kitabu ambacho ni cha Wafalme wa pili. Nitakuwa ninasoma kuanzia 4 tukiweza kutiririka na kwenda chini. Kuna masuala ambayo tutaeza kujifunza katika kitabu hicho, na kabla nikaeze kusoma kitabu hicho, ningependa ukaeze kujua wahusika wakubwa ambao wanapatikana katika kitabu hiki. Mhusika wa kwanza ni mwanamke ambaye amempoteza mume wake. Mume huyu alikuwa ni nabii. Kwa hivyo mwanamke aliyepoteza mume wake anaitwa mjane. Kwa hivyo nataka ukaeze kujua tutakutana na mjane anayepatikana katika kitabu hiki. Tutaeza pia kukutana na mume wake aliyefariki, mume wake aliyekufa, na huyu mume aliyekufa alikuwa ni mfanyakazi au mtumwa wa Elisha. Lakini kitu ambacho kinapendeza zaidi, hakusalia tu kuwa mtumwa wa Elisha. Maandiko yanasema ya kwamba alikuwa tena ni mcha Mungu na alikuwa miongoni mwa wana ambao ni wa manabii. Kwa hivyo nazungumzia mume wa mke huyu ambaye alikuwa ni nabii, ambaye alikuwa ni mcha Mungu, ambaye tena alikuwa ni mtumwa ambao ni wa Elisha. Tunaweza pia kumpata Elisha akiwa pale. Tunaweza kumpata Elisha pia akiwa pale. Ni mtu ambaye pia tutakuwa tunaangalia kwenye kitabu hiki. Na mtu mwingine ambaye pia tunapata kwenye kitabu hiki ni watoto wake wawili ambao walikuwa wameweza kumpoteza baba yao. Kwa hivyo kuna watoto wawili ambao walikuwa wameweza kumpoteza baba yao. Na pia tunapoendelea, unapofika mpaka fungu ambalo la 4, unapata kuna mwiwa ambaye anakuja ili akaeze kuchukua watoto hawa wakaeze kuanza maisha ambayo ni ya utumwa. Na tena tutakuwa tunaangalia ambaye anapatikana katika kitabu hiki mwanamke mwingine ambaye ni wa Shunemu, naye ana mume pia, mume wake tutaweza kumwangalia. Alafu tutaweza kumalizia na mchakazi ambaye alikuwa ni wa Elisha aliyekuwa anaitwa Gehazi. Hao ndo wahusika
wahusika ambao wanapatikana katika kitabu hiki. Mhusika wa kwanza kwa haraka na upesi ni mke aliyempoteza mume wake. Mhusika wa pili ni mume aliyekuwa amekufa, naye alikuwa ni mcha Mungu, mtumwa ambao ni wa Elisha, na tena alikuwa ni nabii. Mhusika wa tatu ambaye nimeweza kumtaja ni watoto wa familia hii ambao walikuwa ni wawili. Alafu wanne ambaye nimeweza kumtaja pia ni huyu ambaye anaitwa mwiwa. Mwiwa ni mtu ambaye amekukopesha deni, ni mtu ambaye amekukopesha kitu na kwa hivyo anaweza kujia. Alafu tumeona mwanamke mwingine wa Shunemu pamoja na mume wake pale, na mwisho tunamalizia Gehazi ambaye ni mfanyakazi wa Elisha. Kwa hivyo wacha tukaweze kuingia kwenye maandiko matakatifu, tukaweze kuangalia nini ambacho Mungu ameweza kusudia tukaweze kukiona hapa hivi. Maandiko yanasema hivi, Wafalme wa Pili fungu ambalo ni la kwanza. Maandiko matakatifu yanasema hivi, unaweza kusoma. Umesema Wafalme wa Pili 4 fungu ambalo ni la kwanza. Maandiko yanasema nini? Fungu la kwanza inasema hivi, ndivyo: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wanafunzi wa manabii akamwendea Elisha akamwambia. Ndilo hilo nasoma hapa. Hapo kabisa umesoma vizuri, endelea, hapo ndo nataka. Haya, basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wanafunzi wa manabii akamwendea Elisha akamwambia, mtumishi wako mume wangu amefariki, na kama ujuavyo alikuwa mcha Mungu, lakini aliyemuia fedha amekuja kuwatua wanangu wawili wawe watumwa wake. Nashukuru, simama pale. Maandiko katika fungu hilo linaanza na kutueleza ya kwamba huyu ni mwanamke mmoja aliyeenda na akaweza kumlilia Elisha. Maana kuna mambo mengi ambayo pengine yameweza kufanya watu wakaweza kulia. Jambo la kwanza ambalo linajitokeza ni huyu mwanamke kuchukua hatua na kumwendea Elisha, na anapomfikia Elisha anza na kuweza kulia. Kuna mambo mengi ambayo yamefanya watu wakaweza kulia. Kama uko kitengo cha watu ambacho wanalia, ningependa kukuambia ya kwamba hauko peke yako. Kuna wengi ambao wameweza kulia. Huyu mwanamke alipomwendea Elisha, alipomfikia Elisha akaweza kulia. Na tatizo ambalo linaonekana huyu mwanamke anapomwendea Elisha, la kwanza ambalo limeweza kufichwa kwenye machozi yake ni hili, anamwambia ya kwamba mtumishi wako mume wangu amekufa. Tatizo la kwanza ambalo linaweza kuonekana ni ameweza kumpoteza mume wake ambaye amekuwa na yeye, mume wake kwa kipindi ambacho wameweza kuishi kwenye ndoa au kwenye familia. Kwa hivyo hamna jambo ambalo ni la uchungu kama kumpoteza mtu ambaye mlikubaliana, mkaingia kwenye mahusiano na mkaweza kuona ni vyema kuweza kujenga familia. Sasa huyu mama anakuwa ni mjane. Tatizo hili la kuweza kupoteza mume wake linabadili jina ya mama huyu, licha ya kwamba tujaweza kupewa jina, na kama kuna jina ambalo anafaa kaweze kupewa rasmi kwa sababu ya kuweza kumpoteza mume wake, ni hili jina ambalo linajulikana kama mtu aliyempoteza mume wake anaitwa mjane. Kwa hivyo analipokea jina ambalo ni mjane kwa sababu ameweza kumpoteza mume wake. Tatizo la pili ambalo linafanya huyu mama analia, maana maandiko yanaendelea yakisema hivi ya kwamba mtumishi wako mume wangu ameweza kukufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa ni mcha Mungu, na aliyemuia amekuja ili ajitolee wana wangu wawili kuwa watumwa. Kwa hivyo fungu la kwanza linatueleza matatizo mawili ambayo yanaweza kuonekana katika kitabu hiki tukimzingatia huyu mama. Tatizo la kwanza ambalo nimeweza kulizungumzia ni kuweza kumpoteza mume wake. Tatizo la pili ambalo linaonekana katika
katika fungu hilo la kwanza ni kwamba licha ya kwamba anaeleza mme wake alikuwa ni mcha Mungu, anasema ya kuwa aliyemuia ameweza kukuja ili akaweze kuchukua watoto wake wawili wakaweze kukua watumwa. Tatizo ambalo ni la tatu ambalo linaonekana waziwazi katika kifungu hicho ni watoto wake wanachukuliwa, na wanapochukuliwa wanaenda kufanywa utumwa. Kwa hivyo huyu mama anapofikiria maisha ambayo anaingia ndani, maisha ambayo anayaanza ni maisha ambayo ni ya uchungu, ni maisha ambayo ni ya upweke. La kwanza, mme wake ameenda; la pili, watoto wake pia wanachukuliwa wakienda, na wangelichukuliwa na kwenda, maana walikuwa ni wadogo, wangeweza kukaa katika utumwa miaka 7 na zaidi kama hawangeweza kujikomboa, au wangepewa fursa ya kuweza kutoka ili wakaweze kurudi. Lakini kwa sababu wameishi maisha ambayo ni ya utumwa, wangesalia kwa kipindi hicho hicho tena katika utumwa. Kwa hivyo ningependa kuambia kwamba mama huyu anapolia ni maisha yamekuwa mazito. Mama huyu anapolia anaona hamna chochote ambacho kinaweza tendeka. Amebaki katika hali ambayo haezi kujikomboa, hali ambayo ni ngumu, hali ambayo ni nzito, hali ambayo inampea msongo wa mawazo, hali ambayo kwa hakika hata wewe ungeweza kukua ndani, ungetoa machozi zaidi ya huyu mama. Huyu mama wanatuambia katika fungu ambalo ni la kwanza, alipomwona Elisha machozi yaliweza kutiririka, akaweza kulia, na anaanza na kumweleza Elisha tatizo ambalo ni kuu. Tatizo ambalo ni kuu, mme wake ameweza kukufa. Tatizo la pili ambalo linaonekana pale, huyu mme alimwacha katika deni, maana maandiko yanasema ya kwamba na aliyemuia ameweza kukuja, aliyemkopesha ameweza kukuja. Tatizo ambalo linaonekana lingine ni kwamba huyu mama yupo katika deni, aliyemuia mme wake ameweza kuwasili. Kama kuna kitu ambacho huwa kinafanya watu wanaweza kukosa amani, ni hali hii ya kuweza kukua na deni la mtu, na hata wengine wameweza kutorokea hali hiyo, wameweza kujificha, wameweza kuhama, ni kwa sababu ya hii hali ya kuweza kuingia katika deni. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba kuna deni ambalo mama huyu anafaa akaweze kulipa. Kuna mzigo ambao uko mbele yake. Pengine mama huyu alikuwa anamtegemea mme huyu kwa hali zote, kwa hali ambayo ni ya kuleta riziki kwenye meza, kwa hali ambayo ni ya kuweza kutoa ulinzi kwenye familia, kwa hali ambayo ni ya kukuwa kiongozi ambaye anaongoza familia yake. Kwa hivyo mme huyu anapokufa, maisha yanaweza kukatika, hali inakuwa ngumu kwa mama huyu. Lakini anamwendea Elisha. Anapomwendea Elisha, anaanza kumweleza Elisha mazingaumbwe anayoyapitia. Anaanza kueleza Elisha jinsi ambavyo hali ilivyo. Lakini jambo ambalo linanifurahisha ni hili, katika hali ya kumweleza Elisha jinsi ambavyo maisha yapo magumu, anaweza kunukuu ni jinsi gani mme wake aliweza kukua. Fungu la kwanza ni fungu ambalo linatupa matumaini kuhusu mme huyu, maana maandiko yanasema hivi: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wanawake wa wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mme wangu amekufa, nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa ni mcha Mungu. Maandiko yanasema hivi, huyu aliyekufa alikuwa ni mcha Mungu. Je, ningependa kukuuliza wewe uliye kwenye ndoa, kuna habari zipi ambazo mke wako anaweza kukutoa au anaweza kuzitoa, ikilinganishwa na jinsi ambavyo mienendo yako ipo katika
Ukristo au safari yako ipo katika Ukristo. Huyu mwanamke ana aibu, maana anasema ya kwamba mtumishi wako, mme wangu, alikuwa ni mcha Mungu. Maandiko yanasema hivi, ukimnukuu Daudi anasema ya kwamba heri wale wanaomcha Mungu, maana wataweza kuanguka na watainuka tena mara 7. Wataweza kuanguka mara 7, lakini nafasi ya kuweza kuinuka ipo kwa wale ambao wanaweza kumcha Mungu. Daudi anaendelea kusema ya kwamba nalikuwa mdogo na hivi sasa mimi ni mtu mkuu, mtu ambaye nimeweza kuzeeka, mtu ambaye nimekuwa wa makamo katika umri. Na anasema ya kwamba sijawahi muona mcha Mungu akiwa amewachwa, wala kizazi chake, watoto wake kuombaomba kwenye mitaa. Maandiko yanatupa matumaini. Huyu mama anapomnukuu huyu mme ya kwamba alikuwa ni mcha Mungu. Kama kuna kitu ambacho kinanifurahisha ni tabia, mienendo ya huyu mme ambaye mke wake licha ya kwamba ameweza kumwacha, anasema ya kwamba mme wangu, mtumishi wako, alikuwa ni mcha Mungu. Fungu ambalo ni la pili, maandiko matakatifu yanaendelea yakisema vipi? Fungu ambalo ni la pili, maandiko matakatifu yanasema vipi? Fungu la pili, maandishi yanasema hivi. Ndivyo, soma. Elisha akamuuliza, sasa nikusaidieje? Niambie kile ulicho nacho nyumbani. Niambie ni nini ulicho nacho nyumbani? Naye mama huyo mjane akamjibu. Mimi mtumishi wako sina kitu chochote ila chupa ndogo ya mafuta. Mimi mtumishi wako sina kitu chochote ila chupa ndogo ambayo ni ya mafuta. Kuna kitu ambacho ningependa tukaweze kuangalia kwa fungu ambalo ni la pili. Alipomfikia Elisha alianza na kumuuliza swali, na swali ambalo Elisha aliweza kumuuliza ni hili: nikufanyie nini? Mama huyu aliweza kuuliza swali la kwanza, nikufanyie nini, au ungependa nikaweze kukusaidia vipi? Swali hili ambalo aliweza kuulizwa limeulizwa mara nyingi katika maandiko ambayo ni matakatifu. Tutaweza kuangalia watu ambao wameweza kuulizwa swali hili. Mtumishi huyu Elisha anapomsikiza huyu mama, pia na yeye anaweza kutaka kutamani kujua ni nini ambacho anaweza kumfanyia huyu mama. Mama huyu aliweza kukosa kulijibu swali hili ambalo ni la kwanza. Maana swali la kwanza ni hili, nikufanyie nini? Hilo ndo swali la kwanza ambalo aliweza kuulizwa. Swali la pili ambalo linafuata hilo, niambie una kitu gani nyumbani? Hilo ndo swali ambalo ni la pili. Lakini jinsi ambavyo huyu mama anajibu swali ambalo ni la pili na anaacha swali ambalo ni la kwanza. Swali ambalo ni la pili analijibu hivi: mtumishi wako, mme wangu amekufa, mimi mchakazi wako sina kitu nyumbani. Yaani huyu mama anaeleza jinsi ambavyo ana kitu chochote nyumbani mwake. Ningependa kuweza kukupa matumaini, laiti huyu mama angejibu swali la kwanza, maana hili swali la kwanza ndo watu wengi wameweza kuulizwa na wakaweza kulijibu. Wacha tuangalie watu ambao wameweza kulijibu swali hili ambalo ni la kwanza. Anasema ya kwamba nikufanyie nini? Kimbia kwenye kitabu ambacho ni cha Mathayo, utaweza kusoma 20 fungu ambalo la 32. Yesu anakutana na vipofu wawili, na wanapokutana na huyu Yesu wanasikia ya kwamba Yesu anapita, na wanapopata habari ya kwamba Yesu anapita, vipofu hawa wawili wanaanza kupasa sauti tena kwa juu wakisema ya kwamba mwana wa Daudi uturehemu. Wanalia
wanalia wakisema ya kwamba mwana wa Daudi uturehemu. Licha ya kwamba watu wanaweza kunyamazisha hawa vipofu ambao ni wawili, wanazidi kwa ujasiri wakipasa sauti, mwana wa Daudi uturehemu. Kuna mtu yeyote ambaye anazungumzia katika kongamano hili? Kuna mtu yeyote ambaye anazungumzia katika mkutano huu? Kuna mtu yeyote ambaye anazungumzia katika mtandao ambaye analia akisema ya kwamba mwana wa Daudi ukaeze kunihurumia, mwana wa Daudi naomba ya kwamba ukaeze kunihurumia? Maandiko yako wazi yanasema ya kwamba basi na tukisongee kiti ambacho ni cha neema, ili tukaeze kupata rehema na neema ambazo zinafaa zikaeze kutusaidia wakati ambao ni wa matatizo. Mathayo 20 fungu ambalo ni la 32. Yesu akasimama akawaita akasema nini? Msomaji, naomba ya kwamba ukaeze kunisomea kitabu ambacho ni cha Mathayo 20:32. Yesu aliposikia ya kwamba vipofu hawa wanalia, wanapasa sauti, mwana wa Daudi ukaeze kutuhurumia, Yesu akasimama akawaita. Alafu soma fungu, maandiko yanasema nini? Fungu la 32 Mathayo 20 inasema Yesu alisimama na kuambia, Yesu akasimama na kuambia, mnataka niwafanyie nini? Mnataka nikaeze kuwafanyia nini? Swali ambalo Elisha aliweza kuuliza huyu mwanamke ndio swali ambayo Yesu anauliza hawa vipofu. Hilo ni swali ambalo huyu mwanamke alikosa kulijibu, na akaeza kuegemea swali ambalo ni la pili, ambalo linasema ya kwamba una nini nyumbani? Na akasema ya kwamba sina chochote nyumbani ila chupa ndogo ambayo ni ya mafuta. Sasa hawa vipofu wakaeza kuulizwa swali hili na wakaeza kujibu wakisema ya kwamba mwana wa Daudi, tunaomba ya kwamba ukaeze kuturejeshea kuona kwetu. Na hivyo ndivyo hawa vipofu walieza kurejeshewa kueza kuona kwao, licha ya kwamba walizaliwa wakiwa vipofu. Maandiko yanasema ya kwamba walipokutana na Yesu, Yesu akawauliza ile swali, walipomkaribia, mnataka niwafanyie nini? Vipofu walisema ya kwamba tungependa tukaeze kuona, na hivyo ndivyo walieza kurudishiwa kuona kwao, na hivyo ndivyo walieza kurudishiwa macho yao. Ningependa kusema hivi, sio hao peke yao ambao walieza kuulizwa swali hili. Swali hili pia Yesu alieza kumuuliza huyu mama aliyekuwa na hoja kwenye moyo wake, na akaeza kumwendea Yesu. Alikuwa na watoto wawili. Hawa watoto wawili ambao walikuwa ni wake, alitamani sana wakaeze kukuwa watu ambao ni mashujaa, watu ambao ni wenye uwezo, nguvu katika ufalme ambao ni wa Yesu. Akaeza kujipatia mnazo wa moyo, akamwendea Yesu. Alipomwendea Yesu na akaeza kuona ameeza kumfikia Yesu, akaeza kumuomba Yesu kitu. Alafu huyu mama akaeza kuambiwa hivi, kitabu hicho ambacho ni cha Mathayo 20 fungu ambalo la 21, akamwambia wataka nini? Baada ya huyu mama kueza kumfikia Yesu, akaeza kumwambia ya kwamba hoja aliyokuwa nayo katika moyo wake, Yesu akaeza kumwambia unataka nikaeze kukufanyia nini? Akamwambia wataka nikaeze kukufanyia nini? Maandiko yanasema ya kwamba huyu mama alieza kuondoka moyo wake ukiwa umeeza kufarijika. Huyu mama alieza kuondoka akiwa na matumaini. Hata Mariko ananukuu 10 fungu ambalo la 36, maana Yesu anauliza hilo swali, akamwambia wataka niwafanyie nini? Hivyo ndo Mungu au hivyo ndo Yesu anaeza kuuliza swali hili ambalo Elisha aliuliza huyu mwanamke na akakosa kueza kulijibu. Ni swali ambalo lilikuwa limeeza kubeba ufanisi wa kipekee katika msongo wa mawazo ambayo huyu mwanamke alieza kukua. Mwingine mwenye amekuja kwenye mawazo ambaye alieza kuulizwa hili swali ni huyu kipofu anayejulikana kama Patimayo, na alipokuwa anaombaomba, utasoma katika kitabu ambacho ni cha Mariko 10 fungu ambalo ni la 51, aliposikia kwamba Yesu anapita, akapasa sauti akisema ya kwamba mwana wa Daudi
Daudi, naomba ya kwamba ukaeze kunihurumia. Mwana wa Daudi, naomba ya kwamba ukaeze kunihurumia. Yesu akaeza kusimama. Yesu alipoweza kusimama akamwambia njoo. Wale waliokuwa wanamkataza wakamwambia jipe moyo, maana ameweza kukuita. Hatimaye akaamka, akalitupa vazi lake kinyume, akatupa vazi alilokuwa nalo nyuma yake, akamkimbilia Yesu. Alipomfikia Yesu, fungu la 51, Yesu akamjibu akamwambia, wataka nikufanyie nini? Mchana huu wa leo, siku hii ya leo, Yesu anauliza swali hili ya kwamba unataka akaeze kukufanyia nini? Hilo ndo swali ambalo Yesu anaweza kuuliza. Hilo ndo swali lenye huyu mwanamke mjane alikosa kulijibu, na akaleta majibu kwa swali ambalo ni la pili. Maana swali ambalo anaulizwa la pili ni hili: Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mchakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Kwa hivyo hakukuwa na chochote ambacho alikuwa nacho ila chupa ambayo ni ya mafuta, ila chupa ndogo ambayo alikuwa ameweka mafuta. Hakuwa na chochote. Inastaajabisha ya kwamba mme wake akuweza kumwacha na chochote. Inastaajabisha ya kwamba mme wake masuala ambayo ni ya mafuta, sijui ni mafuta ya kujipaka, sijui ni mafuta ambayo ni ya taa, sijui ni mafuta ambayo ni ya kupika, lakini maandiko yanasema ya kwamba alikuwa na mafuta katika chupa lake. Na kitu hicho ambacho alikuwa nacho ndo Elisha anaanza kujenga jinsi ambavyo anaweza kumsaidia. Alafu akamwambia, bila shaka, fungu ambalo ni la 3, akasema, nenda ukateke vyombo uko nje kwa majirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. Sasa Elisha anaambia huyu mwanamke, baada ya kugundua ya kwamba ana chupa ambayo ni ya mafuta iliyokuwa ndani ya nyumba yake, Elisha anamwambia katika fungu ambalo ni la 3, akaeze kutoka, akaeze kwenda kwa majirani, na anapofika kwenye majirani akaeze kuomba vyombo, tena vyombo vitupu, tena akaeze kuviomba kwa wingi. Hivyo ndo maandiko yanatuambia. Kwa hivyo huyu mwanamke anaondoka na anaenda, na anapoenda anaanza na majirani. Majirani wanampatia vyombo ambavyo ni vitupu, vyombo ambavyo havitumiki, vyombo ambavyo vinaonekana ni kana kwamba havina faida yoyote kwa majirani. Na anapoomba anapewa. Ishi na majirani yako vizuri, maana haujui ni vipi walivyo navyo vyaweza kukusaidia. Mungu ameweza kukupa watu ambao ameweza kukupa ili wakaeze kukua ni wabaraka. Kaa nao vizuri. Huyu mwanamke angekuwa aishi na majirani zake vizuri, angeweza kupata fursa ya kuweza kuomba vyombo. Anatoka, na anapotoka anakimbia kwa majirani na anaanza kuomba vyombo. Nastaajabika napoona anaingia kwenye majirani na anatoka na mitungi isiyo na chochote. Naona anaingia kwenye jirani mwingine na anatoka na debe lisilo na chochote. Naona anakimbia kwa majirani na anatoka na hata na drum ambayo haina chochote. Aliweza kutumia hiyo fursa kuomba mitungi ambayo haina chochote. Ningependa kuweza kuzungumzia swala hili ambalo ni la mitungi ambalo haina chochote. Empty vessels. Na anaweza kuomba kwa majirani, na majirani wanaweza kumpatia mitungi ambayo haina chochote, vyombo ambavyo havina chochote. Ndivyo anavyopewa. Majirani wanaona ni kana kwamba pengine hali ambayo ameweza kupitia, ameweza kumpoteza mme, na katika hiyo fursa wanaweza kumpatia hizo vitu. Ningependa kusema hivi, hali ya maisha ilimfanya huyu mama akapatikane katika hali ambayo ni ya kuomba. Si kawaida kuweza kuomba, na mtu ajisikiangi vizuri anapoenda kuomba jirani yake, lakini maisha yanaweza
kukusukuma ukaeze kuomba, lakini maisha yanaweza kukusukuma ukafikia kiwango cha kuweza kumwendea jirani yako. Ningependa kuzungumza na mtu ambaye pengine maisha yamemsukuma akaeza kuendea jirani yako. Usiogope kumwendea jirani yako, usiogope kuweza kuomba kile kitu ambacho unaona jirani yako ako nacho, na kitu hicho kinaweza kuwa ni cha faida. Usije ukafa moyo, maana Mungu anatumia hata hao majirani ulionao ili wakaeze kukusaidia. Amna mtu ambaye anaweza ishi kama mlima kilele peke yake, la asha. Mungu ameweza kutupa majirani tulionao ili wakawe ni wa msaada, kwa hivyo tukaeze kuishi nao vizuri. Kwa hivyo tusiogope kuweza kuwaendea, usiogope kuweza kufungua moyo wako na kumwelezea jirani yako ya kwamba ningependa ukaeze kunisaidia hiki kitu, ukiona ni kana kwamba kitaweza kukusaidia. Wengi wameweza kusaidika na wengi wameweza hata kuinuka kwenye maisha, ni kwa sababu hawakuficha uchi wao wa kuweza kwenda na kueleza jirani yake, ningependa ukaeze kunishika mkono, ningependa ukaeze kunisaidia katika jambo hili. Jirani wa pekee ambaye ningependa kukwambia ya kwamba unaweza kumwamini na unaweza kumpelekea shida zako, hata uweze kuwa na uoga unapompelekea shida zako, ni huyu ambaye anaitwa Yesu Kristo. Yani yu karibu sana, anaelewa matatizo tulio nayo, anaelewa shida tulizo nazo. Jinsi ambavyo huyu mwanamke alikuwa amekumbwa na matatizo, hivyo ndivyo tumekumbwa na matatizo, na hivyo ndivyo tunafaa tukaeza kuyapeleka kwa Yesu. Ningependa kukualika, na tena kwa njia ambayo ni ya kipekee, kama una kitu chochote ambacho kinakusumbua kwenye moyo wako, unaweza kumpelekea Yesu, unaweza kwenda kumuomba Yesu, na tunaporudi tena tutaangalia zaidi jinsi ambavyo huyu mwanamke aliweza kusaidika kwa vyombo ambavyo alikuwa ameweza kuviomba. Kwa hivyo usije kuona tatizo lako ni kubwa, usije ukaone shida yako ni kubwa, usije ukaona ya kwamba hali yako haiwezi kupata suluhu. Ningependa kukuambia kwamba kuna yule ambaye anaweza kutoa suluhu ambayo ni ya tatizo ambalo unaweza kulipitia. Na kwa hivyo ninakualika, kama una tatizo lolote ambalo limeweza kukukumba, tukaeze kuomba pamoja. Unaelewa ndani ya moyo wako ni nini ambacho pengine ungependa kuweza kumweleza huyu Yesu. Unaelewa ni tatizo lipi ambalo lipo kwenye moyo wako na ungependa zaidi Yesu akaeze kukusaidia. Wakati mwingine unasikia au unahisi ya kwamba ni aibu kwenda kuweza kumwelezea, lakini yu tayari kuweza kusikiza tatizo hilo, yu tayari kuweza kukusaidia. Naomba ya kwamba tukaeze kuomba ombi fupi ambalo ni Yesu kuingilia kati na kuweza kukusaidia katika tatizo ulilo nalo. Baba yetu uliye juu mbinguni, jina lako likaeze kutukuzwa. Naomba ya kwamba kupitia mtazamaji pamoja na msikilizaji, chochote ambacho kipo kwenye moyo wake na anaona ni tatizo kubwa, naomba ukaeze kumsaidia. Mpe moyo wa kubeba mizigo hiyo na kuweza kukuletea. Mbariki kwa njia ambayo ni ya kipekee. Jina lako likaeze kutukuzwa. Kuwa nasi, bariki msikilizaji, bariki mtazamaji, na bariki kongamano hili lote ambalo limeweza kukusanyika mahali hapa hivi. Na ili ndo ombi letu kupitia jina safi la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amin. Mungu akaeze kuwabariki, Mungu akaeze kuwalinda, Mungu akaeze kuwatunza katika hali zote ambazo mnaweza kupitia. Tukutane tena majaliwa yake Mwenyezi Mungu.